Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Nene waita niwende hokera nigeretie ninemeto nigeretie ninemeto nigeretie ninemeto monene waita niwende hokera kiroiga gutire mote wabara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muruimbara nduira mbareno Nanjira emwe ugasi hurunja nanjira mugwanja munene waita niwende hokera nigeretie ninemetie mone nigeretie ninemeto nene
Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Blessed is he who comes in the name of our God. Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of our God. Holy, holy, blessed is he who comes in the name of our God. We worship you, Almighty God. I give you glory and honor and adoration, and mighty Jehovah. You are worthy to be exalted. You are worthy to be magnified. You are worthy to be glorified. You are worthy to be lifted high, Jehovah, King of all the glory. There is no other God, O God, above the heavens, even on the earth, O God, and even below the earth, O King of kings. There shall never be any other God beside you, Jehovah, Lord. You have triumphed, O God. You have caused victory, my Father. Victory belongs unto you, O Jesus. I worship you this evening, O God. I exalt your name in the beauty of your holiness, in the splendor of your greatness, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I worship your name and I give you glory, King of kings. There is no other God beside you, O Lord. I set this service unto you, my Father. Whatever you're going to teach us this day, O God, may it come from you, O Lord of lords and King of kings. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I commit these servants unto you. Whoever is listening to us this day, O God, I commit them before your presence, O King of kings. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I pray and give thanks. Amen, amen, and amen. Glory be to the name of the Lord. Ni siku njema Mungu ametupatia siku ya leo tukaweza kukusanyika thini wa tafarira ito ya thigi wa jaba. Na mimi Pastor Gechu David, na nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Amenidumisha, amekuwa wokovu wangu, na katika njia zangu za wokovu nimetambua kwamba msalaba wa Yesu Kristo ndio ngao kuu ya maisha yangu. So I'm still born again and Jesus Christ is Lord in my heart. Karibuni sana uko katika Theophilus TV katika show ya The Giwajaba, na karibu sana tukaweza kuendelea katika masomo yetu, na ili Mungu akaweza kutufundisha yale ambayo ametuandalia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tayarisha kitabu chako na Biblia yako ili tukaweza kufundishwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo tulikuwa hapa last time, tulikuwa tunaongelea topic ya sexual immorality and other related perversions, na tukakuja kujua ya kwamba the gift of sexual sex is a gift that was given by God to be a blessing to mankind. Bwana Yesu asifiwe sana. But due to the manipulation and because of the ignorance of the church of Christ, watu wakakosa kufind out the knowledge so that they cannot be deceived by the wicked one. Watu wakaendelea na kukua deceived, na wakaendelea kuingia katika mpango wa shetani, because he manipulated. Intimacy is a blessing. Intimacy is a gift from God. Intimacy is something that the Lord God created himself. But yeye mwenyewe hakuumba intimacy ili ikaweza kutumiwa na wanadamu venye inatumiwa. Hakuiumba ili ikaweza kutumika jinsi wanadamu wanavyotumia. And tukasoma in the book of Ecclesiastes, the Bible says that do not awaken love until it pleases. So that means that there is a specific time that love is supposed to be awakened. But if imeawekeniwa ile time yenye haifai, ndo itakuwa shida sana katika wanadamu katika hii dunia. Bwana asifiwe sana. So I'm blessed to be before you in the name of the Lord Jesus Christ. Na ningeweza kuwaomba wale ambao wanapanga viti muache kupanga saa hizi, mtazipanga baadaye katika jina la Yesu Kristo. So kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kuongea kuhusu siku ya leo, the spirit of masturbation. Bwana asifiwe sana. And one thing nikakam kurealize ni ya kwamba it is caused by some various aspects zenye wanadamu huanga hawajui kuhusu. And one of the various aspects ni kitu ambacho inaitwa monitoring spirits.
Na monitoring spirits ni roho fulani ambazo huanga zinazurura zikitafuta mtu ambaye yeye hajijui ili zikaweza kummanipulate. Na nikakuja kujua kwamba these monitoring spirits are the spirits that wakati wewe mwenyewe umekuwa bound na hiyo bondage ya masturbation, ile time yenye wewe mwenyewe huaga unafikiria unataka kuenda kwa Mungu ili ukaweza kuokoka, but there is a voice that speaks in your ears kukuambia this is not a specific time. Huu sio huo wakati ambao unafaa kuwa unaenda kwa Mungu. Ngoja kidogo. Sasa tuko Novemba, tumebakisha siku kadhaa tuingie December. Wewe ngoja December ishe. Ama ngoja hii wiki ishe. That delaying spirit that comes, it is a monitoring spirit. It monitors you even at night kama umelala. And inajuanga that the most important time yenye wewe mwenyewe unafaa kuwa productive, ndo hiyo time ambayo hiyo spirit hukuja na inakuwa press. Unapata ya kwamba ni rahisi sana mtu kuomba asubuhi, lakini ni ngumu sana mtu kuamka usiku waombe, because those are monitoring spirit that are meant to come and oppress you that you may not reach what God wants you to reach. They are monitoring spirits ambazo zinakufuata kila wakati. Wakati unakuwa wewe ni mtu wa kukua atmosphere dependent, wakati wa ile atmosphere uko peke yako, uko kwa nyumba, those spirits start talking to you, na zinaanza kukuambia angalia simu yako kidogo, anza kuchat mtu fulani. Unajipata wewe mwenyewe you are chatting 5 different people at the same time, and then you are under an influence of something. Kwa hivyo you're not yourself. So unajipata wewe mwenyewe, the atmosphere that you have created for yourself is an atmosphere of immorality. It's an atmosphere of ungodliness. It is an atmosphere that cannot even induce the power of God in you. Unajipata umejicreatia an atmosphere of wickedness, wewe tu peke yako kama umeko kwa nyumba. And I told you that zile vitu ambazo wewe mwenyewe unaasha katika mind yako ama unaasha katika surrounding yako, hizo vitu ndo unajicreatia hiyo atmosphere katika maisha yako. And we came to find out that the things that you think of most are the things that create you. The things the Bible says that as a man thinketh, so is he. So hizi monitoring spirits zinakuja zinakucreate an atmosphere that you are alone in the house, zinaanza kukuonyesha opportunities za kukuwa bound kwa ile bondage yenye wewe mwenyewe unapenda katika maisha yako. So unajipata wakati yenye wewe mwenyewe hizo monitoring spirits zinaanza kukudeceive, one thing is that hauwezi taka hata kidogo kusikia wimbo ya worship ama kusikia gospel music, because it is atmosphere dependent. There are various aspects that his spirit ina need ndo ikaweza kukumanipulate. Kuna various things that his spirit inahitaji ndo ikaweza kukue into bondage of it. Na tukaona kuna hii demon inaitwa Asmodeus. This demon is a demon that is in charge of all impurities and lust. Na wakati wewe mwenyewe unakuwa created kwa hiyo atmosphere, unachukua simu yako na unaanza kudownload hizo sites za www.xxx, wewe mwenyewe unajiasha katika hiyo kingdom. You are taking yourself fully with your own will, taking yourself to that den. So unajipata hii slavery wewe mwenyewe ndo ulienda kujitafutia. And let me tell you one thing, hakuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kuwekelea mikono hii spirit kuondokea. Kwa hivyo tutakuombea, utakuja hapa na utaombewa. But do you have the knowledge to prevent that spirit from visiting you back? Because the Bible says that when a spirit is cast out of a man, it goes outside in the arid areas. It looks for a place to rest and it doesn't find any. Then it says that I want to go back to the previous house. And when it finds the house empty and well prepared, it goes and comes with 7 more demons. And the worst and the last state of that man is even worse than even the beginning. Bwana asifiwe sana. So there is one thing you need to understand, that wakati yenye wewe mwenyewe umejiasha katika hii roho, hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kukuondoa. Yourself, you have a mandate of giving yourself to God so that this spirit cannot use you. Bwana asifiwe sana. So when wewe mwenyewe unastea simu yako and unastea katika hizo sites za sex, kitu yenye wewe unafanya, you create a loophole for the devil straight to your eyes, straight down to your soul. Bwana asifiwe sana. Because the eyes are a lamp of the body. The Bible says, tutasoma in the book of Matthew chapter 6 verse 22. Matthew chapter 6 verse 22. And this is what the scripture says. The Bible says that the lamp of the body is the eye.
If therefore the eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Bwana asifiwe sana. If therefore the light that is in you is darkness, then how great is that darkness? The eye is the lamp of the body. If the eye is good, the whole body is full of light. But if the eye is bad, the whole body will be full of darkness. So if the eye is the lamp of the body, that means that it is a great gate pass to straight to your soul. Because if it is the one that stands and give light to your body, then that means it is a very great door. Ni mlango kubwa sana macho yako. So there are various loopholes that unaweza fungulia shetani katika maisha yako. And you open for these monitoring spirits when your eyes are dedicated to view something that is not godly. Unaweza tambua kitu moja, ya kwamba mtu mwenye amesikia kitu na mtu mwenye ameona the same thing, those are two different people with two different types of perspectives. One mwenye amesikia, perspective yake haiwezi kuwa kubwa sana because he is not detailed. But mwenye ameona, yeye mwenye perspective yake, the picture is fresh in his head. And the picture sends itself directly to his soul. And if anything has a loophole straight to your soul, it corrupts you. If anything evil enters through your ears, it enters and corrupts your soul. Na tunajua soul inakuwa iko comprised of vitu ngapi? Tulikuwa na hiyo topic last time. Tukasema the soul is comprised of emotions. It is comprised of the intellect, the mind, the intellectual mindset. It is the logic. And it is comprised of something called affection. It is comprised of something called judgment. It is comprised of something called, it is comprised of something called, what do we call it? We call it memory. The memory. It can keep memory of things. It can keep a record of things. The soul has an ability to keep a record of things. So wakati wewe mwenyewe ume-expose your mind to something evil straight in your eyes, one thing that you do is that you send the picture straight up to your soul. The memory captures that image, and that image is going to repeat itself. So the affection that is created in you, the ability to possess affection, start meditating on that thing, inaanza kukua, ina grind ile kitu. Inaanza kukua, inaifikiria, inaanza kuiembrace. So you find out that unaanza kugrab kitu inaitwa intimacy kwa kitu yenye haifai. You start loving something that is evil. You start embracing it. Na state ile inakuwa mbaya sana ya mtu kama huyu ni wakati imefika the level of something called delight. Unaanza kudelight kufanya ile dhambi. Then that is another level of slavery. Kwa sababu hii slavery inakuwa na levels. Because we said in the 5 things that watch your mind. It gives birth to your actions. You watch your actions, give birth to your habits. You watch your habits, they give birth to your character. Watch your character, it gives birth to your destiny. So your destiny is tied up straight from your mind. Hakuna kitu inaweza ingia kwa mind yako kama haijapitia kwanza. Hakuna vile unaweza ona kipofu mwizi kwa sababu hajaiona simu ya wenyewe akaitamani. Because you cannot send an information straight in your heart unless the greatest image that you can send a picture in your heart is that which passes through your eyes. Na ndio maana unaona wakati unajiangalia hiyo picture ama unajiangalia hiyo porno, ukiwatch, the first thing that it does is that it creates itself in you. Inaanza kuinhabit ndani yako. And because the heart does not give up, the heart does not get enough of something that it loves. Ndio maana Bible inasema whoever loves silver will never be satisfied with silver. That means that something that you love, you will never get satisfied of it. Then wakati unajifeed na hizo graphic images ndani yako, wakati yenye unakaa chini peke yako, the only thing you think about is that graphic image. It start flowing in your head. It start flowing in you. Ikianza kuingia ndani yako, ishaanza kucorrupt your soul. Your judgment zinakuwa corrupted, zinaacha kukua godly judgments, zinaanza kukua evil judgments. And then your conscience is corrupted because your conscience wewe mwenyewe umeanza kuignore. When you ignore the conscience, it dies. So hizi monitoring spirits zinakam ni kama kurikindle the fire. Zinakukumbusha. Hata unaweza pata mtu wako church lakini katika mfuko wake ako na simu yake na amedownload pornography. Huyo mtu hata wakati anajenda kuinua mikono hivi akumbuke kile kiko kwa simu, haezi pata breakthrough. God cannot share your soul with anything else.
If you have given your soul to evil desires, there is no way that God can stay in you. Wewe mwenyewe utaanza kuchukia Mungu, utaanza kuhate mambo za godliness. Na wakati unasikia vitu za Mungu, unaanza kusikia zikiwa detestable. Wakati Adam na Eve walisin, the first thing they did, they ran away from the presence of God. That is the first thing that happens. Hautakangi mambo za Mungu hata kidogo. That is why mtu mwenyewe anaangalia pornography akimasturbate, hawezi pata huyo mtu akisikiza kitu kama gospel music. Hawezi taka, because this spirit, it is a monitoring spirit and it is atmosphere dependent. Huaga inataka atmosphere yenyewe inaweza rule yenyewe wakati uko peke yako. Na huo wakati ndo wakati mzuri sana wa hiyo spirit kutry kufeed roho yako na hiyo kitu. So the more you desire it, the Bible says that sin does not start as sin. A very small thought, it gives birth to something called a desire. A desire, when it conceives, it grows, ni kama ball. Desire ikigrow, it gives birth, and it gives birth to something called sin. Then when sin is fully grown, the Bible says that it gives birth to death. So the process of from a small desire, from a very small thought, ikikuwa created ndani ya kichwa yako, then the eyes of your eye, the eyes itself, they are the lamp of the body. They perceive that picture. They bring that picture straight to your soul. They corrupt the whole entire soul, and that king, Asmodeus, he takes control of your soul. Watu wanafikiria ngati selling your soul to the devil, ati ni wakati unaenda unapewa pesa kwa Illuminati, you give your soul to the devil. No, that is not the way. It is something that has mastered you other than God. Anything else that masters a soul of a human being other than God is an idol, and that is selling your soul to the devil. Kuna watu wana selling soul zao ina vitu rahisi sana. Vitu kama hizi, vitu kama mtu anakuwa addicted na kitu, yani mpaka hiyo kitu inamzuia sana kwenda in the presence of God. Tutasoma in the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Na hii ndo kitu yenye inaweza overcome hiyo spirit wakati ina try kukudeceive. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, and the scripture says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Jesus Christ. Bringing every mind into captivity. So wakati mtu anakuwa addicted na vitu kama pornography, what happens is that your mind is brought into captive under the law of sin. You are brought into captive under the law of immorality. So unajipata wewe mwenyewe kukua immoral ni kitu yenye ni rahisi sana wewe kufanya. But the Bible says that what we do is that we don't fight against flesh and blood, but against principalities and powers, casting down every argument and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Unaona kuna jina knowledge, against the knowledge of God, the know-how of God. Because one thing that I came to realize is that a mortal man, by default, yeye mwenyewe anakuwaga flesh by default. The reason unapataga watu kusin ni rahisi kuliko yeye wao wenyewe kukuwa takatifu is because a human being is 100% flesh. But there is one thing that happens. There is something in man called a spirit. And if this spirit, wakati yenye hii spirit haiko nourished na the knowledge of God himself are connected with the spirit of God, you download from the spirit of God straight down to your spirit, there is no way you can be free. That is where the Bible says that he who the Son sets free is free indeed. Because it is the Son of God that sets you free. It is not by your own knowledge. It is not by your own wisdom. It is not by your own understanding. It is not by your own principles. Kwa sababu this is a spirit. And hata ukienda wapi ama uende wapi, it is still follow you. It has an ability to access to you even in your dreams. So unajipata wakati unalala, wakati unaotaga kitu wenye hata si ya Mungu hata kidogo. And ukiamka asubuhi unajipata umejimesa. Because it was more physical. And it is in a spiritual dimension. You have already connected to the dark spirits, and you have enriched your spirits with the dark spirits. Then the outcome will be evil. So utajipata there is nothing else that you can think about. Hata uko kwa barabara hivi,
Ukiangalia tu dem ama ukiangalia boy, the first thing that you think of is sex. Nothing else, because it is a spirit. It is a monitoring spirit. It monitors you wherever you go. It monitors you each and every path of your life. So without this heart ya kutaka kukuwa redeemed, there is no one who can redeem you from that, because already it is legally in you. It is iko hapo legally. Si ati yeye ndiye ndio alikuja kukutafuta, wewe ndio ulienda kuitafuta. You provoked that demon and you ushered it in your spirit. Now you are gaining the fruits of the ushering that you ushered in your heart. Bwana asifiwe sana. Kuna gospel anasema, I are a major gateway to the soul. God help us to watch what we open ourselves up to. Indeed, may God help us to understand that whatever you expose your eyes to enters straight in your soul. Wewe mwenyewe ungeza zoea kuona kitu sana, ama uzoea kuona mahora movie. Asubuhi kiamka utaamka tu na ndoto mbaya, alafu unaenda kwa pasi unamwambia kuombe ati kuna spirits zinakusumbua. Hapana, watch what you're watching. Give limitation to what you're watching, because the eye is a gate pass to your soul. If the eye is bad, kama wewe mwenyewe kenye una watch ni kibaya, there is no way your soul is going to develop something good. Hauwezi pata mtu anakula maharago alafu unasikia harufu ya njugu, ama mtu anakula githeri unasikia harufu ya nyama. You cannot give birth to what you don't have. There is no way a cat can give birth to a cow. There is no way a serpent can give birth to a lion. Everything gives birth according to its own gender. Bwana asifiwe sana. So we find out that this monitoring spirit venye huaga zinafanya is zina kumonitor kila kitu ambacho unafanya. The first temptation zinakuambiaga fungua simu, watch kapono kamoja tu, hata si mbili, moja tu. Then unajipata wewe una watch kamoja, lakini hako kamoja hakatakuwa kamoja. Utajipata there is no way you will get enough. Then it start building itself in you. An empire is built, an evil empire, a fortification is built in you. A wall is built, and that wall is evil. So there is no way it is going to love godly things. Durajipataga wakati mtu ana sin haizangi kukuja kanisa. Why? Because the spirit itself opposes godly things. Inaoppose vitu za Mungu. Wakati unapitia mahali, hata ukipitia mahali kwenye kuna preachiwa, wewe mwenyewe unasikia gani, wewe unaambiwa, because the spirit of God convicts. God haezi kama mahali penye kuna kitu kama hiyo. You must cleanse yourself, render yourself holy before the sovereign Lord, because this is a bondage that imesumbua watu wengi sana, and watu hawataki kuwa rais kuiongelea kuhusu, because watu wamekuwa holy sana that wewe wenyewe wana eradicate, wanaondoa the fact that wewe wenyewe wako na mwili. Monitoring spirits. Wakati unaenda kwa mat, ukiingia kwa mat, zile nyimbo zenye zinapiga hapo, unapata kani raga ama wanapiga ma dance hall. All that is being revealed, the graphical images that zinakuwa revealed hapo are the images to induce you to sex. Ni images za immorality. Ni images zenye zina corrupt your soul. Unajipata hata hiyo song wakati unatoka nje unapata mpaka watoto wadogo wanaimba tu hizo songs. Oh, we wicked generation. Oh, pervert generation. May God have mercy on us. Hata ukitoka kwa hiyo gari utoke hapo nje, unajipata wewe mwenyewe unaanza kuimba hiyo wimbo. Na wakati unaenda kukaimba hako ka wimbo unakumbuka umeokoka, unasema shindwe shetani. Because it is an atmosphere dependent spirit. It works depending on the atmosphere. Ukienda mahali kwa msitu, mahali ni wenye ni kwa quiet, wewe mwenyewe hata hauna simu, you can be able to pray and intercede for your soul. Lakini wakati wenye umekuja huko nje, there are a lot of immoral things that zina happen, zinaweza corrupt soul yako. So unapata siku hizi kila kitu, nyimbo zote zenye zinaimbwa in this current generation, they are all about provoking the demon of sexual immorality. Hata picha zenye watu wanapigwa siku hizi, mingi zao, they are pictures that are simple, they want to bring out that spirit of sexual immorality. The generation that we are living in is a generation that is not able to control this monitoring spirit. Ni generation ambayo haiko ready kuarise na kupigana na hizi roho. Because if we don't fight against them right now, I don't know where our children are going to grow up in, or our children's children.
with the third and the fourth generation. The more days zinaenda, the more wickedness ina increase. The more vitu zinaenda, unasikia kuna bar imefunguliwa, kuna club imefunguliwa ya ma strippers. So wakati yenye wewe mwenyewe unawatch, uko kwa mat, unawatch kwa hiyo screen hiyo yote, unawatch strip club. Wewe uko kwa mat, lakini they have already ushered your soul to a strip club. So unapata the surrounding that we are in is a surrounding of immorality. What are we going to do to get ourselves out of this? He who the Son sets free is free indeed. And the Bible says that casting down every argument and bringing every mind, because it's about the mind. This is a battle of the mind. Bringing every mind into captivity to the obedience of Jesus Christ. When the mind is captive, hakuna kitu ingine inawezaga kufanya, hakuna kitu ingine inaweza happen ndani ya huyo mtu. Because first of all, when you see, you send the image straight in your head. Image inaendaga straight away in your head. Then the mind is the controlling power system. Hakuna kitu inaweza ingia kwa roho yako kama haijapitia kwa mind. So unajipata mind yako ikishakuwa bound. One thing that happens is that inapeleka information straight to your heart and you start desiring that which you are seeing. So unapata mtu mwenye hata hakuwa anajua sexual immorality ni kufanya nini, but yeye mwenyewe amecome cross picha ya pornography. Na wakati anaiangalia, one thing that happens is that hizo monitoring spirits bado zinamuongelesha. Hii kitu si mbaya hivyo. Mara ya kwanza anaiona, alafu bado juu umeshaiona. You have ushered yourself into it bila kujua. Then unajipata the second time, wewe mwenyewe unajipata pia wewe unataka kwenda kujionea wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. And once something else is something called abuse. Kuna watu wenye walishakuwa abused kitambo wakiwa wadogo. Wengine wakakuwa raped, wengine stuff happened, wakakuwa exposed to vitu zenye hawakuwa wamemachua kujua hizo vitu. Then they got introduced to sex. One thing that happens is that walikuwa wanasema ati hiyo ni kama kupea mtu sweetie alafu unamnyang'anya. Yeye mwenyewe kesho atataka kujua that taste yenye alisikia, kesho atataka kuisikia tena. So una find yeye mwenyewe alishakuwa ushered to something due to an effect that happened in his lifetime. So hizi vitu venye zikihappen hivi is something that we must arise and rise against them. Is something that needs understanding so that you can rip yourself out of that slavery. It's something that you must understand that wewe mwenyewe haujaumbwa na mbao, umeumbwa na mwili na uko na damu buda. Uko na damu na nyama. Na ungeza kwa ruzo ataka umeokoka aje utasikia uchungu. Na ungeza anguka ataka umeokoka utasikia uchungu. Ukikaa kaa wewe una njaa ataka umeokoka aje. Ukikaa bila kukula utasikia njaa. Because you are carrying a mortal body and you have blood, you have feelings, you have nerves. You have your surrounding entirety, it is carnal. Now, if you don't connect yourself to the spiritual, there is no way you can draw power to overcome the evil that falls on your life. That is why nimeanza kusema that kila mwanadamu anakuaga physical. Kila mwanadamu ako na mwili na nyama. And that is the default way that we are born in. Unless you connect to the Spirit of God, to connect straight to the Spirit of God, there is no way you can bear any spiritual fruit. There is no way you can overcome that spirit. Because it comes in the carnal way. The carnal man does not understand the Spirit. The Bible says in Galatians chapter 5 that the Spirit wages war against the flesh. And the flesh wages war against the Spirit. These two are in constant conflict. Constant conflict. Kuna wakati zitaisikizana. This flesh and the spirit, hakuna time zitaisikizana. The reason unaona watu wengi sana they are carried down into sin, and unaona watu wengi sana wana sin kuliko wale wenye wako in godliness, is because the default way of mankind being born was carnal. We were born in sin. We are surrounded by so great a multitude of sinners. Sisi wenyewe, our mortal bodies, Paul anasema in the book of Romans chapter 7 that there is nothing good that dwells within us, in our carnal flesh. Nothing good dwells in it. So unless you connect yourself to the Spirit of God, straight to your spirit, to download knowledge, to rip you out of the slavery, there is no way you can be free. That is where the Bible says, they shall know the truth. Now the truth won't come from the flesh. The truth will come from the spiritual world, from the Spirit of God, downloaded straight to your soul.
And then that knowledge of truth is the one that is going to set you free. The Lord himself, the Spirit of God, is going to give you a strategy to overcome the wicked one. Bwana asifiwe sana. Nancy Kamau anasema, God help our generation, the world is worse. Indeed, the world is worse. One thing we must do is that we must rise up and fight against this. We must rise up. And you cannot fight something when you're already in it. Hawezi enda kuambia watu waache sexual immorality while you are in sexual immorality. There is no way it can happen, because the Holy Spirit of God is not going to back up your words. The Holy Spirit of God is the one that convicts people to be born again. The word of God is not in words, but it is in the power. It is in the power of that knowledge of God. And it is given by the Spirit of God. So if you have to arise and fight against this, we must be in the Spirit of God and in the solid knowledge of the intelligence of the Holy Spirit. Tunapata Nimo Nderito anasema, when you decide to listen or watch those things, you automatically come with an agreement with what you watch. And you see and see you open door for those spirits. They start torturing you. God have mercy. Yeye anasema wakati yenye wewe mwenyewe unajiangalilia hiyo graphical image, wewe mwenyewe unakuwa in agreement with it. So that is why hakuna mtu mwingine anaweza kutoa kwa hiyo slavery. Wewe una need kitu inaitwa transformation. You need transformation, and transformation does not happen in one day. Hawezi sema ati nimeacha kumasturbate leo, ati leo tu ati unajipatia ati mimi saa nishakuwa transform na ni siku moja. Until you persist, the Spirit is going to come back to you. Itakuja tu tena. Na kama wewe mwenyewe hautakuwa na ile, kuna hiyo part kwa soul inaitwa will, the will power, that when God comes to your life, anasema, behold, I'm at the door of your heart knocking. Soften your heart and let me in. God huwaga na knock. Jesus knocks. The same way the devil knocks your soul. Huwaga na knock. Anaulizanga. Because he doesn't have authority to possess your soul. Changuvu. Lazima anok. Wewe mwenyewe ndo ulienda kuentango na hizo spirit ukaziendea. So wewe mwenyewe uka have an agreement with them. And because wewe ndo ulizipata, then that is a covenant that you had with them. So kujitoa hapo inakuwa ni ngumu sana. Unless wewe mwenyewe udecide kukuwa uko committed ndani ya Mungu in prayer. Na si prayer tu. A prayer, the prayer that transforms. The prayer that iko na power in the kingdom of God, connected to the Spirit of God. There is no way prayer yako, kama prayer yako haiwezi kutransform, then it has no power in the kingdom of darkness. Because prayer has to have a way of transforming you. Prayer, fasting. Wakati umefunga ukiomba, hautakangi kuona kitu evil. That is one weapon that unafaa kunatumia. Prayer and fasting. Because his spirit, kama venye tu wewe mwenyewe ulizikubalisha, kuziondoa tena kwa ni ngumu sana. Because changing the heart of a person to stop willing to do what is evil and do what is good, ina need huyo mtu kwanza akuwe willing. Hawezi badilishwa na mtu cha nguvu. And yeye mwenyewe Esau aliambiwa na babake that you will always be a slave of your own brother until the day that you will get tired and you will ease that yoke off your neck. So that yoke huaga inatolewa na kitu inaitwa kuchoka, getting tired, weary. You must become weary of that spirit. You must become tired of it. Lazima ufike mahali uambie, now I have decided I don't need you in my life. Wata wakati yenye wewe mwenyewe umeokoka. And then wewe mwenyewe hiyo thought inakuja ndani ya kichwa yako. You must make your soul be willing to stand and to tell that spirit that I'm casting down every argument and everything that raises itself above the knowledge of God. And I bring this spirit into captive. I bring my mind to captive under the obedience of Jesus Christ. Because if your mind is not under the captive of Jesus Christ, then it will be under a captive of a certain thing. Ndio maana Jesus alisema, you cannot serve God and mammon. Mammon is a spirit. You cannot serve God and money. You cannot serve God and immorality. Those two things do not rhyme. That is what the Bible says. Then God said, let there be light. And the darkness did not comprehend the light. Because where there is darkness, where there is light, darkness cannot come close to it. That's unapataga asubuhi, jua ikichomoza, giza inajificha chini ya vitanda, inajificha kila mahali venye unajua pamejificha. Because it cannot stand the light. That is what happens when a person sins. When iniquity was found in Satan, he was cast down to the earth. Because God can now dwell with darkness.
So wakati wewe mwenyewe unashindwa ku approach the throne of grace, just know that there is something that is fighting against your destiny. Something wicked. Bwana asifiwe sana. Nancy Kamau anasema very true. We rise up and fight. May the Holy Spirit of God be upon us as we overcome. Yes, we are going to overcome. But this one thing you must understand. The Bible says that from the time of John the Baptist until the present day, the kingdom of God suffereth violence. And only the violent shall take it by force. It is by violence that you have to fight. It is with violence that you have to overcome. Nothing comes easier when it comes to a battlefield. In a battlefield, there are a lot of risks. There are a lot of blood that is being shed. There are a lot of opposition that are opposing you. But one thing for sure is that when you have a goal, when you have an aim for something, I'm telling you, fight until the end of it. Because wacha niwaambie, time kwa huku duniani ni short sana. Hata kama utaishi miaka 100, it will still come to an end. Kuna shushu yako alikuwa hata we mwenye hukuwa imjua. Kuna time itafika, kuna generation itakuja na haitai kujua. Wewe mwenye itakuwa imetoka kwako but haitai kujua. So if this spirit, the Bible says that I will make this curse pass to the 4th and the 5th generation of those people who hate me. So wakati wewe mwenyewe unakuwa unaji-induce na hizi spirits ndani ya maisha yako, what you do is that you carry them forward to your children. You carry them forward to your children's children. Mtoto wa mwanamke malaya haezi simama, huyu mwanamke haezi simama aambie mtoto wake aache umalaya na asifanye umalaya. Hawezi ambia mtoto wako aache kuvuta sigara na wewe unavuta bangi. Hakuna vile unaweza ambia mtu aache kitu but wewe mwenyewe unaifanya. The life that you would want your children to live that lifestyle. Kwa sababu what you're doing today is you are planting seeds for your children tomorrow. So kama wewe mwenyewe unapanda seeds za immorality ndani yako, you are planting those seeds to your children's children. Watoto wako watakuja kufuata the same footsteps. Abraham alisin akadanganya ati Sara ni sister yake. The same thing. Isaac akadanganyana ati bibi yake ni sister yake. The same seed that you planted, you are going to reap it. And this spirit, hizi vitu zinakujanga wakati yenye sisi tunakosa kujijua. Watoto wetu wanakuwa raped na uko nje and we cannot see as that is something. Sisi wenyewe watu unapata mtu yeye anajiuza, lakini anaweza curse mtu mwenye amerape mwingine. Yeye mwenyewe anaona yake si dhambi, ya huyo ndo dhambi. Because we are living in an atmosphere of wickedness. Hata ukipinduka side ya left, ukipinduka side ya right, ukisikia zile nyimbo watoi wanaimba, watoi niliona mtoto mimi wa miaka 2, miaka 3 akitwaka. Mtoto mdogo kabisa. Yeye mwenyewe ashaku exposed kwa hiyo lifestyle, kwa hiyo pattern ya Romans chapter 12. Do not be conformed to the pattern of this world. But hii pattern inakuwa introduced kwa watoto wetu wakiwa wadogo sana. What do you think will happen to that child's child? What do you think will happen if he grows up without the knowledge of God and without the cross, knowing the cross of Jesus Christ? What do you think will happen to his children or to her children? Unafikiria hiyo generation itakuwa aje 10 years from now? Unafikiria ni nani atasimama hivi aanze kuoppose LGBTQ kama yeye mwenyewe, kama hao watu wenye saa hizi wanajiingisha ni watoto wa class 6, class 7, class 8. Kuna mali nilienda matanga nikashtuka sana. Nilikuwa nimeenda kuhubiri matanga ya kijana alikuwa amekufa akiwa form 4. And one thing is that hiyo matanga ilikuwa ya usiku. Na nilikuwa naona wasichana wadogo kabisa. Msichana hata hana hakai msichana. Ye hana boobs, hata he doesn't have anything that you can say hata unaweza sema ni kaboy. Na ni msichana ako class 7. Amevalia mini skirt, anavuta bangi. Nililia Mungu sana, nikaambia Mungu saidia tu hii generation yetu, because if we don't rise up and fight against this, we will not have a progeny tomorrow. We will not have a generation tomorrow. Hatutakuwa na watoto wenye watakuwa naogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So napata santi sana Triza, God bless you so much. God bless you Nancy. God bless you so much. Umesema glory to God Almighty. Happy to see you. Karibu. God bless you so much. Tuko na Benedetta Ndegwa. God bless you. God's child. God bless you so much. Joyce Nduta. God bless you. Mary Terry. God bless you. Ni Moderito. God bless you so much. Tuko na Nasi Kamau.
God bless you so much Terry, Mungu akubariki sana na kutendee mema. Tuiza anasema run free from it like Joseph in Potiphar's wife. Then this is a product of fearing God, because if you don't fear God, there is no way you can run from it. Yeye mwenyewe hakurun ati kwa sababu alikuwa anapotelea, alikuwa anaona kama atasin against Potiphar, but he said, how can I do this and sin against my God? So unapata kitu ingine inafanyaga hawa watu, mtu anaturn kukua into masturbation. One thing is because of lack of exposure, self esteem. Mtu anakuwa yeye mwenyewe hajui atakuongelesha msichana. Unajipata yeye mwenyewe he doesn't have the exposure. So what he does is that anachukua picha ya msichana, anaiweka kwa kichwa yake, and then akienda home yeye mwenyewe anaenda, inaitwa kuwank, anaenda kujisaidia na picha ya msichana. No, he has already committed adultery. He has already sinned. Ye mwenyewe amefanya hiyo sin ya sexual immorality already peke yake, na hana nguvu ya kusimama ambie msichana ni aje. So the only thing that ye mwenyewe, the golden opportunity yenye huaga ana find kuongea na huyo msichana ni wakati yako church, wakati watu wanataka kuimba praise and worship na pastor anasema say hi to your neighbor. Now that's the only moment yenye inaweza pata kusalimia msichana. So unapata ye ana grow in the mode of self-esteem, low self-esteem. Na hiyo low self-esteem inafanya yeye mwenyewe anajikosa, anakuwa valueless. Msichana akigrow na kitu inaitwa low self-esteem, due to kuheartbreakiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. The moment una heartbreakiwa mara tatu, wewe ukianza kujiangalia unaona kama wewe ni mcheap. So you start losing value of your own self. So wakati yenye unauluzio value, worth yako inapungua, in yourself, in you, inapungua. And because you don't have the understanding that wewe mwenyewe ukikosa kujirespect, hakuna mtu mwenye anaweza kurespect. Ile kiwango ya respect yenye umejiwekea, if kiwango ya respect iko hapa, then hakuna mtu anaweza kurespect beyond hapo. Hakuna. Kila mtu atakuwa na kurespect kulingana na venye wewe mwenyewe unajibeba. Ongeza na mtu amejibeba yeye ni mtu ovyo, kila mtu atambeba hivyo. Because yeye mwenyewe he doesn't have standard of his own self. Wakati low self esteem inaweza mtu, hiyo ndo huwaga ina happen, inamfanyaga akue valueless ndani yake. Na hata anaweza do to anything kutry ku please watu, ndo again ile I feel ni kama yeye mwenyewe ni wa maana. Low self esteem. My people perish because of lack of knowledge. They lack this knowledge because they are so ignorant in searching where the knowledge of truth is being found. Unafikiri unaweza overcome the spirit of sexual immorality bila the spirit of the sovereign Lord? That is so hard for you because it is a spirit. There is no way Satan can rise up against Satan. There is no way the kingdom of darkness can rise against the kingdom of darkness. The Bible says that if a kingdom raises against itself, it cannot stand, it falls. So the only thing is to fight that spirit. When you are against it, you are in another kingdom so that you can fight it. Hawezi fight a kingdom kama wewe mwenyewe uko ndani ya hiyo kingdom. There is no way it can happen. The enemy of your friend is your enemy. Bwana asifiwe sana. And one thing that I need to work on is hii kitu ingine inakosingi masturbation and sexual immorality ni bitterness kwa hati ya mtu. Bitterness huaga inakuwa ushered by the spirit of unforgiveness. Wewe mwenyewe ulikuwa hurted na mtu fulani, so wewe mwenyewe unataka kuhurt mtu fulani ndo wewe mwenyewe urithike. So unapata kama tuseme wewe mwenyewe you are heartbroken by a dude, wewe unataka kuslip around, unataka kuhave sex na brother yake ndo umhurt. Because of that unforgiveness, you create an altar in your life, an altar that will destroy you and your children. Bitterness and unforgiveness. The Bible says forgive that you can be forgiven. In the same level you used to judge others, it shall be used on you. So forgiveness, it is something that you do, not because of that other person, because of you, yourself. Because if you don't forgive, hata wakati unapiga magoti mbele za Mungu, there is no way God can hear your prayers. Iyo bitterness na iyo anger inaweza kufanya ufanye anything. Nilikuwa na watch, kuna msichana fulani alikuwa raped akiwa mdogo, then akapapas akigrow ataweza kujilipisha kwa ule mtu mwenye alikuwa merape. So one thing he did is that he gave himself to huyo baba ya huyo mwenye alikuwa memrape. She gave herself to that man. Ye mwenyewe
alicreate hiyo altar, akalala na baba yake ati ndo aweze kujilipishia. So you see, through bitterness, you create an altar because you lack knowledge. You lack the understanding that life has to go on. That is not the most important thing. Your destiny is the most important thing. Bwana asifiwe sana. May the Lord bless you so much. Tuko na Nimo anasema, may God help us to decline what is not helpful and useful. And Meritera anasema amen. God bless you so much, Nimo. God bless you so much for listening to me, and God bless you so much for being here and participating. I know that God wants to raise a generation that is going to stand against every works of the wicked one, a generation that is going to rise for the sake of the children's destiny. Kuna watu wengi sana wenye wanatufuata. The eye is the light of the body. If we do not fight against this, we are going to have a perverted generation. And wakati unaona hizi vitu zimekuwa aired hadi kwa television, zimekuwa aired hadi vitu zingine zimekubalishwa hadi na gava. This is a serious issue. Kwa sababu issue kama ya gazing na lesbianism ni kitu yenye ina go against the law of the logic of the intellect. Wakati yenye mwanadamu wanaambiwa ati anaweza penda mwanaume, wanaweza penda mwanaume mwingine, wanaondoa the law of logic in your head. That wewe mwenyewe, hakuna venye wewe mwenyewe uliumba upende mwanaume mwingine. So they are trying to make your mind, bring your mind into captivity under the obedience of the flesh, not under the obedience of the Spirit of God. And that is an altar that we need to rise up and fight against. And I believe that if we are together, we can fight against this, and we are going to overcome in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Fight against the spirit of low self-esteem. Fight against the spirit of bitterness. Fight against the spirit of brokenness. Kukuati wewe mwenyewe unafeel hauko worth. Fight against the spirit of these monitoring spirits. Fight against them. And you have power and authority in you, because the Lord Jesus Christ gave us the Spirit of God. And the Bible says that he who is in us is stronger than he who is in the world. So if we dedicate ourselves to him, there is no way we can be overcome. May God bless you so much, and may the Lord do you good. As tukiendelea, I know that we'll learn more, and I know that we will participate in making the gospel of Christ Jesus prosper in the mighty name of the Lord. God bless you so much, and God do you good. Let us give thanks. Abba, Father, in the mighty name of Jesus, I worship your name, and I give you glory and honor and adoration, and mighty Jehovah Lord. You are worthy of all the praises. You are worthy of all the adoration. You are worthy of all the magnification, O God. My Father and my Lord, I pray this day, standing on your altar, Abba, Father, that you may redeem our generations, my God. I bring each and every mind captive into the obedience of Jesus Christ. Each and every power that raises against the knowledge of God, I put it down under my feet in the mighty name of the Lord. And I declare freedom to your children in the name of the Lord Jesus Christ. I enter into the prophetic realm right now, and I break down every powers of darkness, each and every powers that try to fight against our children this day. I arise against it now in the mighty name of Jesus. Each and every evil attack has no place at all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I submit myself unto you. I submit this show unto you. I submit Theophilus TV unto you. I submit Theophilus Church unto you. I submit the whole entire body of Christ unto you. May you take control and take full eminence, Jehovah Lord. Cover us with the precious blood of Jesus Christ, with the fire of the Holy Spirit and the hand of God to be upon us each and every day of our lives. The devil has no place in our destinies. He has no place in our bodies. He has no place in our minds. He has no place in our families. He has no place in our region. In the mighty name of the Lord, he has no place in Kenya, nor in Africa, or in the whole entire world. I raise myself unto you and your church, O God, in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I do pray and give thanks. Amen. 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 Wale ambao wangetaka kupeana sadaka zao, najua this kind of sermons ndo zinafanyaga mifuko za watu zinakuwa stingy, but just for the sake of the gospel of Jesus Christ, kuna pay bill utawekewa na our producer, ukaweza kugive kenye Mungu amekusaidia nayo, and the Lord is going to bless you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Do pray and believe. Amen. Amen. Amen.